mitandao ya kijamii katika kutoa maoni. Wakenya wengi walikuwa wakitumia majukwaa ya kidijitali kueleza mitazamo yao, na Albert alikuwa miongoni mwao. Hakuna aliyedhani kwamba maisha ya kijana huyo yangekuwa kitovu cha mjadala mkubwa wa kitaifa. Kilichoanza kama maisha ya kawaida ya mwalimu na mtumiaji wa mitandao ya kijamii, baadaye kiligeuka kuwa simulizi lililoibua maswali kuhusu haki, uwajibikaji na mfumo wa sheria nchini Kenya. Hapo ndipo simulizi letu linaanza rasmi. Mara nyingi tukio kubwa huanza na jambo ambalo wengi hawalioni kuwa la kipekee. Kwa Albert Ojwang, safari yake kuelekea kuwa habari ya kitaifa ilianza kupitia shughuli zake kwenye mitandao ya kijamii. Katika siku zilizotangulia kukamatwa kwake, Albert Ojwang alikuwa akiendelea kutumia mitandao ya kijamii kama Wakenya wengi wengine, akichangia mijadala kuhusu masuala ya kitaifa na uongozi. Baadaye malalamiko yaliwasilishwa kwa mamlaka yakidai kuwa kulikuwa na machapisho ya mitandao yaliyomhusisha Albert na yaliyodaiwa kumkashifu naibu inspekta jenerali wa polisi. Kutokana na malalamiko hayo, uchunguzi ulianzishwa na maafisa wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI. Hata hivyo, baadaye kulizuka mjadala mkubwa kuhusu machapisho hayo. Baadhi ya taarifa za uchunguzi wa waandishi wa habari na hoja zilizotokeza hadharani zilieleza kuwa kulikuwa na maswali kuhusu nani hasa aliyeandika au kuyaweka. Jambo hilo lilibaki kuwa sehemu ya mjadala wa umma na halikupaswa kuchukuliwa kama ukweli uliothibitishwa bila uamuzi wa mahakama. Wakati huo huo, Albert alikuwa nyumbani kwa familia yake katika kaunti ya Homa Bay, bila kujua kwamba uchunguzi huo ungechukua mkondo ambao ungebadilisha maisha yake na kuzua mjadala mkubwa kote nchini. Siku ya tarehe 7 mwezi Juni mwaka 2025, maafisa wa DCI walifika nyumbani kwake na kumkamata. Baada ya kumkamata, aliondolewa Homa Bay na kusafirishwa hadi Nairobi kwa ajili ya mahojiano. Hakuna aliyejua kwamba hiyo ndio ingekuwa mara yake ya mwisho kwa familia yake kumwona akiwa hai. Katika sura inayofuata, tutafuatilia hatua kwa hatua kilichotokea kuanzia alipokamatwa, safari yake kuelekea Nairobi na saa zake za mwisho kabla ya taarifa ya kifo chake kutolewa. Sura ya 3 inaanza. Tarehe 7 Juni mwaka 2025 ilianza kama siku ya kawaida kwa Albert Ojwang na familia yake. Lakini kadri saa zilivyosonga, hali ilibadilika na kuwa mwanzo wa tukio ambalo baadaye lingetikisa Kenya nzima. Asubuhi ya tarehe 7 mwezi Juni mwaka 2025, maafisa wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI walifika nyumbani kwa Albert Ojwang, kaunti ya Homa Bay. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na mamlaka, walikuwa wakitafuta kufuatia uchunguzi uliokuwa umeanzishwa kuhusu malalamiko yaliyomhusisha na machapisho ya mitandaoni. Baada ya kuwasili, maafisa walimkamata Albert mbele ya familia yake. Taarifa zinaonyesha kuwa hakutoa upinzani wakati wa kukamatwa. Familia yake ilieleza kuwa angepelekwa Nairobi kwa mahojiano kuhusu uchunguzi uliokuwa ukiendelea. Kutoka Homa Bay, Albert alianza safari yake ndefu kuelekea Nairobi akiwa chini ya ulinzi wa maafisa wa DCI. Kwa familia yake, ilikuwa ni safari ambayo walitarajia ingeishia kwa mahojiano na kurejea nyumbani. Hawakuwa na taarifa kwamba huo ungekuwa mwanzo wa msiba mkubwa. Baada ya kufikishwa Nairobi, Albert alipelekwa katika kituo cha polisi cha Central ambako aliwekwa mahabusu huku uchunguzi ukiendelea. Katika hatua hiyo, hakuna taarifa rasmi zilizoonyesha kwamba alikuwa amejeruhiwa wakati wa kukamatwa au safari ya kuelekea Nairobi. Kilichofuata ndani ya kituo hicho ndicho baadaye kingekuwa kiini cha uchunguzi, mjadala wa kitaifa na kesi zilizofikishwa mahakamani. Saa zilipokuwa zikisonga usiku huo, familia yake ilikuwa ikisubiri habari njema. Badala yake, siku iliyofuata walipokea taarifa kwamba ingebadilika
maisha yao milele. Katika sura inayofuata tutachambua matukio yaliyotokea ndani ya kituo cha polisi cha Central, taarifa za awali zilizotolewa kuhusu kifo cha Albert Ojwang na jinsi simulizi hiyo ilivyoanza kubadili kadri ya ushindi ulivyozidi kujitokeza. Sura ya 4 inaanza. Usiku wa tarehe 7 kuamkia tarehe 8 mwezi Juni mwaka 2025, Albert Ojwang alikuwa ndani ya kituo cha polisi cha Central Nairobi. Kilichotokea katika saa hizo ndicho kilikuja kuwa kitovu cha uchunguzi mkubwa nchini Kenya. Baada ya kufikishwa katika kituo cha polisi cha Central, Albert Ojwang alikuwa mahabusu akisubiri hatua zaidi za uchunguzi. Familia yake ilisimamia matumaini kwamba angehojiwa na baadaye kufikishwa mahakamani ikiwa kungekuwa na mashtaka dhidi yake. Hata hivyo, asubuhi ya tarehe 8 mwezi Juni mwaka 2025, taarifa zilianza kusambaa kwamba Albert alikuwa amefariki akiwa mahabusu. Taarifa za awali zilizotolewa na polisi zilieleza kwamba alikuwa amepatikana akiwa na majeraha mabaya ndani ya seli na kwamba alikimbizwa hospitalini ambako alitangazwa kufariki. Kauli hiyo ilizua maswali mengi kutoka kwa familia, wanaharakati wa haki za binadamu na wananchi waliotaka kujua kilichotokea akiwa chini ya ulinzi wa serikali. Kadri uchunguzi ulivyoendelea, mamlaka mbalimbali ikiwemo IPOA zilianza kukusanya ushahidi, kuchunguza rekodi za CCTV, kuwahoji maafisa waliokuwa kazini na kuchambua mazingira ya tukio. Maswali yaliendelea kuongezeka. Je, ni nini hasa kilichotokea ndani ya kituo hicho? Je, taarifa za awali zilikuwa sahihi? Na ni nani aliyepaswa kuwajibika ikiwa kulikuwa na makosa? Hayo ndiyo maswali yaloanza hatua iliyofuata ya uchunguzi, baadaye yakawa msingi wa hatua za kisheria zilizofuata. Sura ya 5 inaanza. Kifo cha Albert Ojwang kilipozua taharuki nchini, familia yake ilitaka majibu. Serikali iliahidi uchunguzi wa kina na macho yote yakageukia ripoti ya uchunguzi wa maiti. Baada ya mwili wa Albert Ojwang kufikishwa katika mochwari, uchunguzi wa maiti ulifanywa na wataalamu wa afya mbele ya wawakilishi wa familia na wadau wengine walohusishwa. Matokeo ya uchunguzi huo yalieleza kwamba majeraha yaliyokuwa kwenye mwili wake hayakuwa yanaendana na maelezo ya awali yaliyokuwa yametolewa kuhusu mazingira ya kifo chake. Ripoti hiyo ilionyesha kuwepo kwa majeraha katika sehemu mbalimbali ya mwili, jambo lililoibua maswali mapya kuhusu kilichotokea akiwa mahabusu. Kutokana na matokeo hayo, mamlaka ya uchunguzi ikiwemo mamlaka huru ya kusimamia utendaji wa polisi IPOA zilipanua uchunguzi wake. Wachambuzi walikusanya ushahidi wa kidijitali, walichunguza rekodi za CCTV, nyaraka za kituo cha polisi na kuwahoji maafisa pamoja na watu wengine walioweza kuwa na taarifa muhimu. Kadri ushahidi ulivyoendelea kukusanywa, simulizi za awali zilianza kupigwa na ushahidi mpya ulijitokeza. Hali hiyo